Hai, habari ya mchana. Karibuni kwenye mwendelezo wa series zetu za Hurry-Up. Nimekuwa nikijibu maswali kadhaa kuhusu mfumo wetu wa Hurry-Up na ni jambo zuri kwa sababu watu wamekuwa na concern kadhaa na nipo hapa kuweza clear. Kwa leo ninajibu swali moja kwamba kwa nini kwenye Hurry-Up tunalipia? Kwa nini kuna swala la pesa? Kwa nini kuna money inclusion kwenye mfumo wa Hurry-Up? Labda niseme kitu kimoja kwamba kwa tunasema ukiona upo kwenye mfumo wowote wa teknolojia ambao hulipii, basi wewe ndio bidhaa kwenye ule mfumo. Sasa hii inaweza kuwa ni kauli ngumu au mbaya kwa baadhi ya watu wakisikia hivyo, mimi naweza kuwa bidhaa. Wewe ndio bidhaa kwa sababu mfumo kama Facebook sehemu yake kubwa ya kupata mapato ni kupitia nini? Matangazo, na watu tunajua. Sasa kama ni kupitia matangazo, nani anayetangaziwa? Ni wewe. Kwa hiyo akisema kwamba wewe pia ulipie, utakataa kwenda kwa kulipia, na ukikataa kwenda kulipia maana yake huto interact na matangazo. Kama huto interact na matangazo maana yake hawaja make money. Kwa hiyo sasa ili wao watengeneze pesa, wanakuhitaji wewe upo pale, kwa wewe ndio bidhaa ambayo ipo, na walaji ni akina nani? Walaji ni advertisers. Advertisers yani wanaopeleka bidhaa zao zitangazwe kwenye hizo social platform. Iwe ni Facebook, iwe ni Instagram, iwe ni YouTube na zingine ambazo unazijua wewe. Kwa hiyo mfumo wetu sisi hauna matangazo, haukufanyi wewe kuwa bidhaa. Kwa sababu hao ambao wanakufikiria wewe kama bidhaa, wamekufikiria wewe kwa style ambao wanahisi wao kwamba wewe utaipenda au wewe ndio unaokuhusu. Au hilo tatizo au hiyo bidhaa ambayo unataka kuuza kwamba wewe ndio utakufaa zaidi. Lakini sisi tuna slogan moja kwamba we offer personalized conversation privately one on one. Kwa hiyo tunapokuja kwenye swala la upersonal au binafsi, hakuna ambaye atausemea zaidi yako wewe. Ndio maana tunasema sisi mfumo wetu ni kwamba unakupa wewe uwezo wa kufanya nini? Wa kuexpress kile ambacho unataka kukifahamu au kile ambacho unataka kukijua kutoka kwa huyo mtu ambaye umekuwa ukimfuatilia kwa muda, either wewe unamuita kwa ni public figure au awe ni influencer au ni role model au ni celebrity kwako. Sisi majina sio kitu. Kitu ni kwamba yupo mtu ambaye unamtazama. Anaweza kuwa kwa malengo mbalimbali. Anaweza kuwa lengo lako unatamani kuwa kama yeye. Anaweza kuwa lengo lako unatamani kufanya kile anachokifanya lakini sio kuwa kama yeye, au unaweza kutamani mwanao aje kuwa kama yeye, au unaweza kutamani namna anavyotumia kile alichonacho kama kipaji kutengeneza biashara kutoka pale, kwa sababu kipaji ni jambo moja na biashara ni jambo lingine, na kuifanya vyote vifanye kazi kwa pamoja, hiyo pia ni uwezo wa tofauti. Na wapo wamefanikiwa kwenye hilo eneo na kuna watu ambao wamefeli kwenye hilo eneo. Kwa hiyo sisi tunakupa hiyo access ya kukutana na huyo mtu au hao watu, kama ni kwa muda tofauti na kwa makundi tofauti unatamani kukutana nao, watakao kupa hiyo nafasi ya kukusikiliza. Mimi napenda saikolojia na dunia kwa kawaida imetupa shida kubwa kwamba watu wote ambao tunawatazama kama viongozi ndio ambao huaga wana nafasi ya kimamlaka ya kuzungumza, sisi tuwasikilize, lakini sio sisi kuzungumza afu wao watusikilize. Na wao kuna nafasi chache sana za sisi kuongea mbele yao alafu wao wakiwa wanatusikiliza. Sasa sisi tumeleta mfumo ili jambo hili lifanikiwe angalau mara moja kwa maisha yako yote au mara mbili au mara tatu, kwamba mtu ambaye kwa hali ya kawaida asingeweza kusimamisha gari lake njiani, asingeweza kufanya chochote kukupa attention yake, lakini leo yuko tayari kukusikiliza. Kama mimi ninavyoongea hapa hivi, na ashumpa ndo pili wa screen awepo huyo mtu ambaye ni influencer wangu mimi, ananishawishi mimi, nimekuwa nikimfuatilia, alafu leo nazungumza naye bayana uso kwa uso. Kwa hiyo nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba hili sio jambo la kawaida, na kwa sababu hiyo ndio maana tunaweka portion ya kulipia. Lakini sisi sio app ya kwanza kuengage masuala ya malipo, msitupige mawe. Zipo hapo ambazo zinafanya vitu kama hivyo.
Nyinyi ni mashahidi, kuna hapo ambazo zinahusisha mambo ya mahusiano, unatafuta mchumba na nini na nini. Kuna package zao za kusubscribe kwa mwezi, kwa miezi mitatu, kwa miezi sita, na watu wanalipia kupata hiyo huduma, na ni kitu ambacho kila mtu anajua kwamba ili upate nafasi ya kupata mwenza, sijajua kama mnaitaga mwenza wa kimtandao, mtumie sentensi, sina haja ya kuzitaja kwa majina, ni hapo gani na hapo gani na hapo gani, lakini watu wanalipia kupata hiyo access. Sio tu hivyo, hata kujifunza lugha mpya, kuna hapo ambazo wanakuambia tunakuconnect na native speaker, yaani na mtu ambaye hiyo lugha ni lugha yake ya kwanza na anaifahamu fika, kama vile ambavyo labda mtu kutoka Russia au kutoka Ujerumani au kutoka Uingereza labda anatamani kujifunza Kiswahili alafu akaja Tanzania au mathalan akaenda Kenya kujifunza Kiswahili na Mkenya. Kwa badala yake au Tanzania tuseme, badala yake anaanza yuko huko Russia afu huko Tanzania afu mnakutana kwenye app fulani mtandaoni ambayo yeye kailipia kupata access ya wewe ambaye ni native speaker wa lugha husika, alafu mnazungumza kwa hiyo lugha au mnakuwa mnafundishana. Muda mwingine huwa ni exchange language, yaani unakufundisha hapa Kirussia na unamfundisha Kiswahili chako cha Kitanzania. Kwa hiyo unaona hiyo mifumo ipo na watu wamekuwa wakilipia. Lakini sasa sisi ndio tumeamua kuwa na kategori hii ya namna hii ambayo yenyewe tunamkutanisha mtu na mtu mashuhuri ambaye anatamani kumfikia. Na huwa sisi tuna msemo wetu kama Hurry-Up kwamba ni features nzuri za mifumo kulike, kucomment na nini, lakini sisi binafsi tumechoka kulike, tumechoka kucomment. Tunataka live session, tunataka unforgettable memories kati ya watu mashuhuri na watu ambao ni wafuasi wao, na ni jambo ambalo linawezekana kupitia mfumo wetu wa Hurry-Up. Na tunasema sote kwamba moja ya kitu ambacho tunakilinda kwa nguvu zote ni ule usiri au privacy ya mtumiaji, hasa huyo ambaye ni public figure, kwa sababu yeye ndo ambaye ana nafasi kubwa ya kusumbuliwa au ya kugasiwa kwa sababu ya watu wengi wanatamani kumfikia. Kwa hiyo mfumo wetu hautaki namba yako ya simu wala email yako ili mtu A awasiliane na mtu B. Hapana, sisi tunachokitaka tu ni kwamba uweze kuregister kwenye mfumo wetu, uweze kusign up, ndio hiyo kuregister, na baada ya hapo tutakuconnect moja kwa moja baada ya kufanya mchakato ambao unatakiwa ufanye mpaka mwisho. Kama ni live instantly communication kama mtu yuko live, lakini kama hayuko live labda ni kwa kubook kwa muda ambao atauruhusu, unakuwa una uwezo wa kuzungumza naye wakati husika kwa kipindi ambacho umekichagua. Kwa hiyo sisi ni Hurry-Up na lengo letu kubwa ni kuongeza uwezo wa watu wa kawaida kuweza kuconnect na watu mashuhuri. Na kwa muda mrefu tumekuwa tukitafuta namna, mimi na wewe tunajua watu ambao tumetamani kuconnect na watu ambao tunawapenda, watushauri, watupe mwongozo kwenye jambo moja au lingine. Imekuwa kweli ni changamoto. DM zao wanajibu wachache sana na wengine hawajibu kabisa, na hata njia za kawaida imekuwa ngumu. Na hata ukimfuata WhatsApp, mathalan unapata namba yake ya WhatsApp, namba yake ya binafsi, kwa sababu hakujui hata kupa attention ambayo inahitajika. Kumbuka hapa attention ndio currency. Nikisema attention inamaanisha kwamba je, hata ukipata namba yake upiga simu ukasema habari, mimi ni Moses, ataipokea simu yako na atakupa nafasi ya kusikiliza na kupa maoni ambayo unatamani kuyasikia? Jibu ni 50% kwa sababu hujui wakati unampigia yupo kwenye mudi gani au yupo kwenye hali gani, ili hali pia namba imekuja kwake kama mpya na hakutambui. Na tayari ni mtu mashuhuri, kwa manake anakutana na watu wengi tofauti. Kwa mwisho wa siku ashatengeneza usugu wa kukutana na watu wapya ambao wanahitaji vitu fulani, sababu ni kitu ambacho katika maisha yake kimekuwa kitokea mara kwa mara. Kwa nao pia wana mechanism defense zao au defense mechanism, namna za kujilinda wao ili wawe sehemu salama, sababu akiruhusu mtu yoyote mazingira yoyote yale akutane nao, kwa pia ni hatari, kwa sababu hawajui wanapokuwa wanafanya mambo yao
yanayokutanisha na watu wengi zaidi, wanatengeneza watu wangapi wema kwao au watu wangapi ambao wanakuwa sio wema kwao. Kwa hiyo lazima wawe wana umakini. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakitengeneza kwamba kiwe kina usiri na mambo yote yaende vizuri. Kwa hiyo nadhani nimejibu hilo swali kwamba kwa nini unatoa pesa. Unatoa pesa kwa sababu ya wewe sio bidhaa kwenye mfumo wetu, na wewe hatukutengenezea mazingira, wewe ndio unayoyatengeneza. Lakini cha pili, unaupa thamani muda ambao huyu mtu maarufu ameutumia kwako. Nikisema unaupa thamani, namaanisha kwamba angeweza kufanya jambo lingine na Mtanzania mwingine yoyote yule au na mtu yoyote wa kimataifa, kwa sababu mfumo wetu pia unaweza kufanya kazi na yoyote ambao sio Mtanzania pia, akitaka kuconnect na mtu ambaye ni public figure wa Tanzania. Angeweza kutumia muda ufanye hivyo, lakini kutumia muda kwako maana yake amekupa nafasi ya kipekee. Ni nafasi ambayo inaweza kutokea mara moja kwa maisha yako yote, kwa sababu vinginevyo usingekutana naye. Kwa hiyo ni kitu cha tofauti, ni kitu kizuri, na kwa sababu hiyo ndio maana tumesema namna ya kuonyesha userious wako kwa muda wake ambao unautenga kwako, ndio maana unachangia kiasi fulani cha fedha. Na hii haimaanishi kwamba unamlipa pase, hapana, kwa sababu huyu mtu anaweza kuwa ameenda mahali fulani tu kufanya endorsement, muonekano wake tukatokea pale akapata pesa nyingi sana. Kwa hiyo anapoamua kuja na kukaa live na wewe, amezungumza mawili matatu, amekusikiliza. Jambo moja kubwa kabisa ambalo tunataka sisi ni kusikilizwa. Yaani sisi ambao ni audience kusikilizwa, sababu sisi tukusikia sana wewe. Ni muda wetu siku utusikilize, tunataka kukwambia nini. Hiyo nafasi ya kusikilizwa ndio ambayo inaheshimika na unalipia. Unajua unapoenda kwa msaikolojia, unamlipa muda wako sababu anachukua nafasi kukusikiliza na kuuliza maswali ya kusikiliza hasa ni kitu gani ambacho unakipitia. Kwa naye pia simaanishi kwamba atakuwa kazi yao kutatua matatizo, hapana. Kuna mtu atapiga simu, yeye ana vibe tu, amefurahi, kafurahishwa kwa namna yote ambayo pengine kuna shughuli wewe kuifanya mahali fulani, au ni mcheza mpira umewahi kufanya jambo fulani zuri, umemfunga shabiki wake ambaye alikuwa anamsumbua kwa maana timu pinzani ambayo ilikuwa inamsumbua, au umefanya jambo ambalo ni la tofauti na akaamua kupigia, mfurahi pamoja, mshare furaha ambayo yuko nayo. Kwa emotions na mazingira zakawa tofauti ambazo kufanya mtu aamue kuingia mfumo wake na kutoka mfumo cha fedha ili akupigie muweze kuzungumza. Asanteni na muwe na wakati mwema. Bye.